Okay, jinsi ya kutumia application ya Google Meeting kufanya seminar zile za online ili uweze kuwaunganisha watu wa nchi tofauti, sehemu tofauti. Kitu cha kwanza inabidi sasa download your application ya Google Meeting, au kama unayo inabidi uhakikishe ipo updated. Kwa unaenda Play Store au App Store unai-update. Okay? Ngoja tuingie kwenye hiyo application. Okay? Sawa. Sasa ukiingia inaonesha kama hivyo. Sasa hapa ili tuanze seminar mpya au tutengeneze link, tunabonyeza hiyo sehemu ambayo wameandika new hapo. Ngoja niwaoneshe hapa. Umeona hapo walipoandika new, hapo ndio unapabonyeza. Ukishabonyeza unaenda kubonyeza hii sehemu walikoandika create link. Hapo ndio unabonyeza. Ukibonyeza inakuja kama hivyo. Sasa hapo una join moja kwa moja. Unabonyeza join hapo. Okay? Una join moja kwa moja hapo. Okay, sawa. Ukisha join inakuja kama hivi. Sasa ili uweze kutengeneza link inakuwa ni hii hapo. Okay, hapo nilipopazungushia. Hiyo ndio link hiyo. Kwa unaicopy tu hapo, alafu unaenda kuipaste huko WhatsApp, unaandikia na yale maneno labda sio hivi na hivi, karibu kwenye seminar, au unaandikia yale maneno, ila link tayari unakuwa umeshaicopy hapo. Sawa. Sasa kuna wale watu ambao labda wanataka kufanya setting nyingine zaidi. Kifano unataka watu wapige makelele kwenye seminar, unabonyeza hapo chini hapo kwenye hivyo vibonyezeo, unakuja hapo kwenye setting hapo. Okay? Unaenda kuset sasa watu wasiweze kuintervene kupiga yale makelele. Unabonyeza host control hapo. Okay? Baada ya kubonyeza host control inakuja kama hivyo. Sasa kwa sababu hapa nipo peke yangu, kuna baadhi ya features sizioni, ila ukiwa na watu kwenye seminar utaanza kuona kila features. Okay? Sawa. Sasa wewe unabonyeza pale host management, unapawasha. Sasa kimfano ukiwa unataka uzime mic za watu, hapo anakuambia turn off mic, ila kwa sababu nipo peke yangu iko kipengele hakipo. Ila ukiwa na wageni utaona hapo chini hapo wanakuambia turn off mic. Kwa unawasha pale juu host management, afu unazima kama hapo nilivyozima hivyo. Hiyo nimetoa mfano. Kwa unazima mic zao ili sasa makelele mtu asiweze kupiga makelele. Baada ya seminar kuisha, unawasha mic zao ili sasa waweze kutoa maoni, waweze kuuliza maswali kwa ambao wapo tayari kuanza biashara, waseme wapo tayari. Kwa ukitaka wasipige makelele unapazima, ukitaka waanze kuchangia mada unapawasha. Baada hapo unashuka chini ili sasa uruhusu kila mtu aingie kwenye seminar yako, sababu kuna baadhi ya watu wanafanya seminar lakini sasa wanawazuia wa baadhi ya watu wasiingie. Sasa kifano kama unafanya seminar ya wageni, inabidi uruhusu kila mtu aingie kwenye seminar yako. Kwa unabonyeza hapo open. Umeona hapo ndo unapabonyeza ili sasa kila mmoja aingie kwenye semina yako bila wewe kumruhusu. Hiyo inarahisisha ili wageni wengi waingie kwenye semina bila wewe kupata shida yoyote ile. Kwa sababu ukibonyeza hiyo trusted device, hapo unakuwa unamchagua mtu au mpaka admin umkubalie huyo mtu ndo anaingia kwenye semina. Bila hivyo haingii. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka open ili kila mmoja aingie kwenye semina yako. Baada hapo ngoja nikuoneshe sehemu ya kushare screen. Kuna watu ambao wanataka wafanye presentation ila kile kitu ambacho anakiongea nataka kioneshe. Kwa hiyo unakuja unabonyeza hapo kwenye hivyo vidoti vitatu hapo chini. Baada ya kubonyeza hapo unaenda kubonyeza hapo ambako na hapo. Sasa hapo ndio una share screen yako. Kwa hiyo kila mmoja ambaye yupo kwenye seminar anakuwa anaona kitu ambacho unakionesha. Baada ya kubonyeza hapo unaenda sasa kwenye kitu ambacho unataka kuonesha, labda kwenye video au kwenye nini. Kwa watu ambao kwenye seminar watakuwa wanaona kitu ambacho unaonesha. Kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyo jamani. Kwa kama una simu mbili au kama una rafiki yako unaweza ukamtumia link ukawa unajaribisha ili uone unaona unakosea au unapatia.